Farodhi TV, wega umagana mushie. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798 333 Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it. Mwihigithia, tokoro hihindo yate mwalimu famu ikoragwo Ruiru. Ihindo iga Ruiru, tondu ere Ruiru East, Ruiru Constituency, Gatong'ora Ward. Ona gutuika ingi moigagane thutha wa Kamakis, no ndikuregana nao tondu kuma haria Quickmart Supermarket ya Rwai no ndagika 15 nginya 20 kurigana na speed yaku. Na pati iria nene ugithie kuo ni Rami, na nikio Side Point Properties Limited. Turakurehera Amani Gardens, ndagika 5 kuma bara ya Rami, iyo yerekeire Mwalimu Farm, thitima, borithi na shukuru ya Mwalimu Farm Central School irio haha Rugito. Brotishi ni cia 50 by 100, no renderio milioni 1 na 190 ukigura cash, urihe kwa ihinda rĩa mĩeri 3, kana milioni 1 na 240 ukigura na installment kwa ihinda rĩa mĩeri 6. Deposit no shiringi 200, na thogora uyu ni title deed inclusive. Ukawigurire riu wakiurigania na majirani yaku. Uhoro makiria aria na Farodhi kugerera 0798 008 008, kana CEO newe Rosemary kugerera 0710 550 894. Side Point Properties Limited. Ukawigurire kundu takaimo title deed. Tafarire no ni ya kwirorerwo ni mundu wothe. Murori wa Farodhi wa Thayo TV, thank you so much. Negoshagora kwirorera Farodhi wa Thayo TV haria hothe ratomukira mahinda-ini maya, na muthenya wa umuthi twina Conrad tuko tukimureka maingi muno makiria ri haha kiumia ataikimite igire hetuku tugicira maundu maingi muno, na ringi muthenya wa umuthi akiri haha tuko tukirwa maundu maria mareyumiria. Ngwira haha twenda kumureka mothe, tutienda kubagua tondu twenda kumenya miana uria tiganite, na tuko tukihuthira rũthiomi rwa Gĩthweri, koguo uikare wi tayari tunda Gĩkũyũ. Mbere ndaya tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ ngũthi cia wĩkĩri wa Terazo Kenya, na makanjĩra no maraharĩrĩria kwandanduka gutigirira ni mambia gwikira kindu gigwitwo tiles. Ica ikuhi ni ukuona makiambiriria gwika guo, koguo no wega gwikara withagathagite ni tondu maundu ni maingi muno maria makiri kuo. Muthenya wa umuthi Express Terazo Center ndira hota guthiururuka countrywide thiini wa county ciothe 47
Utigirira andu othe aria maraka meshie makanitha iganda petrol station mashukuru apartments hostels mathibitari mafegi othe ni marahota gwikirwo terazo ona marikuraihu riu ndurabatara kugia kona wikuraya amwaya ni maroka ginya hari ori magakurutira wira ucio wega kahora ginya magatigirira no wathira no ega ningi nguririkanie mari na materials icio the cia terazo na mafundia gweka installation koguo ndukaigwe wina wasi toro uguo tu thogora wao ni mubashirire na kwina discount nyingi muno makirira thie na mbere oho ningi kwina offer nyingi muno cieko ni undu wa thiguku ya Christmas na ndukariganirwo kwina lipa mdogo ndukae kwihe pressure nene araniria nao nigetha mwambiririe wira we urihe mwambie wira uthie urikitio kahora ndenda gukuhe namba cio cia thimu njoke ngwira hari ukumwona uguthie hari Eastern Bypass ire ya Kamakis andu etagwo Karuguru ni ukona billboard na muno makiria ngetheire bara yandikitwo Express Terazo and Tile Center namba cia thimu ni 0798333000 0798333000 make sure no amahurira o riu mwambiririe wira kahora ukurikio tari itheru kiraria na kuria Mwalimu Farm todo twina project iretwo Amani Gardens. Amani Gardens ni project ya Site Point Properties Limited. Goko mara kwenderia ni kundu guthaka muno utangitigithia. Na by the way turari horo wa Kiambu County. Nuthuire guikara Kiambu, nuthuire guikara muromo-ini wa Nairobi, nuthuire utonga wa Nairobi kumukora. Haha Kiambu niho tuingirite na turakwenderia Ruiru constituency, Ruiru East, andu hareto Mwalimu Farm, aturari uhoro wa Gatongora constituency. Jikara Gatongora ward, Gatongora ward na jikara Gatongora ward, Ruiru constituency. Guku Gatongora ward ni nene muno. Nejo ni Ruiru constituency ni yo constituency area nene muno makiria. Gwiciona wa Kenya actually. Gwiciona constituency gi nene muno makiria thiini wa Kenya. Ta Ruiru, na Ruiru nege kuite ward nyingi nemwe ya ward nene muno makiria ni Gatongora ward. Tondu ginya andu amari Kamakis mario thiini wa Gatongora ward party imwe. Guku ni kuo twakora Mwalimu Farm Uguna wa 50 by 100 muiriga mwikire biko ni rogate mwofara urendio ta kuheano tuturari horo wa Kiambu wambere guthie kuo kugera hari arwai uingirire hau quick math hera miye hau ndagika 15 we ni ukinyete site na ndukariganirwo hari aramie thireire kuingira corrugation is about 3 to 5 minutes ugakorwo ukinyete mugunda naguo na wina title deed turendia thogora wa milioni 190 ucio ne cash na mieri 3 kana milioni 1,214 installment uriha na mieri 6 goko social amenities ciothe including shukuru kidoge gwitwo farafara kidoge gwitwo police station o hamwe na aki ama nyumba makite gwaka muno guku andu aria maragura no gagwire thitima itire haraihu koguo gitwa gucigucia ona ndungeni na nuthu kilomita takinyete hariri oya namba cia thimu warie na nie nguikirie mafu twina CEO Rosemary wigire handu ngita haku 0798008008 yone yakwa kana Rosemary CEO 0710550894 kagoko gwa Site Point Properties Limited tukwenderia Amani Gardens broti itare na gorona handini. Haya kirugo tware kuria gwi Conrad Nandwa uri reketie gukinya studio shito Thenya wa muthe karibu sana bwana Conrad. Asante sana. Nashukuru kukuona tena. Pia mimi nashukuru. Na tunafurahia kuwa nawe hapa tena. Asante. Yes, karibu. Asante sana. Kwa hivyo nashukuru kwa ajili ya fursa hii Rudhi TV. Yes. Na hata mtazamaji nakushukuru kwa ajili ya muda wako na pia kuweza kufuatilia na pia kuwa support mzuri. Manake bila nyinyi pia Farudhi hata kuwa na nguvu. Kwa hivyo mkimshikilia pia inakuwa vizuri. Pia sisi tunapata fursa na inakuwa mzuri na Mungu anajitukuza. Kwa hivyo ni wakati mwingine kwa wale ambao wanijui kwa majina ni Shepherd Conrad Nandwa na mimi ni mtumishi wa Mungu. Mosoni nafuatilia mambo ya ufalme wa amani na ndio jambo ambalo kubwa ninalofuatilia kwa saa hizi. Kwa hivyo wale ambao wamekuwa nafuatilia najua wengine wamefuatilia episodes zenye zilipita na najua kazi ya Mungu haifanyiki kwa wakati mmoja. Manake ukizaa hata mtoto anatambaa hivyo kienda. Kwa hivyo kazi ya Mungu pia ni gradually hivyo ikidevelop. Waambie ufalme wa amani ni udhamaki wa thayo. Ya ufalme wa amani na udhamaki wa thayo. Yes. So wandu wa nyumba ni venye sasa shetani ameleta mitafaruku kwenu na ni kama contradiction ama confusion ambayo imekuja kule
Na shetani kitu ya kwanza anataka watu wakose kujua njia ipi. Manake Biblia inasema in the book of Ecclesiastes chapter 10 and verse 15. Na Biblia inasema mtu mjinga hajui njia ya kwenda mjini. Na nikisema mjinga sio matusi, manake Biblia inasema the fear of God is the beginning of wisdom. So in the book of Proverbs chapter 1 and verse 7 pale. Kwa hivyo mtu ikiwa Mungu hata kuonyesha njia, manake Kristo ndiye mwanga na yeye ndiye njia. Usipojua na kumfuata yeye ama usipokuwa katika ndani ya ukweli, hauwezi ukafikia lengo lenye Mungu anataka katika kusudi yako. Kweli. Na nilikuwa nikisema kule like some months back Mungu alinipa neno kwamba vita zitatokea za kimbari ama kabila na Kikuyu watakuwa walengwa wakuu pia katika hilo jambo. So nikawa naambia ndugu zangu na dada zangu kwamba nitakana tujue, manake usipojua mbinu za shetani itakuwa ngumu katika vita. Manake ni vizuri ujue adui anakuja na silaha gani ndio wewe pia unajipanga. Na hata zimeshaanza ama kuna mambo ambayo yanaashiria kwamba kuna mambo ambayo yako jikoni shetani anajaribu kuyaandaa kuleta. Hata nikawa nashikia tribal master wa kule Homa anaitwa Bone Halware alikuwa anasema juzi, na ni video ambayo ipo, akawa anasema eti Waluya sijui wao na kufanya kazi gani. Sasa kule mwisho nao akawa anasema Kikuyu nao ndio wamejaa katika jela, manake eti wako na evil mind. Sasa ukiangalia jambo kama ile, na ndio ninaambia wale watu ambao wanazungumzia mambo ya udhamaki wa Dayo, kabla unipige nisikize, kwa sababu kitu yenye shetani anataka ni uscreate room kwa kusikia ama kushika ukweli. Ninajua kuna elimu umefunzwa, kuna mambo unajua kuniliko, lakini ikiwa hutanipea time utapata shetani atatake advantage. Na mindset ni kitu mbaya, manake kuna tu mtu hata kabla digest yenye unasema, kwa sababu ameweka hatred na nini, unapata hata kusikia. Mtu kama mimi nikisikia Halwala akisema hivyo, najua kwenye huo mshale unalenga. Nikawa nasikia William Kilmani alipo comment kwa mambo ya kifo ya Raila. Na sisemi William Kilmani ni wa kweli ama uongo, that is not the topic of the day. Na aliposema, nikaona video fulani vijana wakawa nasema eti William Kilmani aliposema hivyo, tutaambia Wajaluo na Waluya watoke kwa dini yake. Manake Waluya hata ndio wako huko na Wajaluo na ndio wanajua kuimba, Wakikuyu hawajui kuimba. Sasa unaona jambo kama hili ikiwa hatutatumia hekima, litakuwa carried forward ili kwamba iwe kikwazo kwa udhamaki wa Dayo. Na ndio ninaambia Wakikuyu kwamba itafika mahali iwe sasa Wakikuyu hawa na how special are they? Na ndio unaona ninajaribu kuambia mtazamaji na muumini wa Kristo kwamba it is not time to debate ambazo hazina maana, mivutano mingi na mikwaruzano mingi. Manake hii inaleta delay tu, na shetani atatumia that ili jambo licheleweshwe kabisa, tukiendelea kukwaruzana na vita zenye hazina maana. Kwa hivyo watu wa Mount Kenya, mimi nilitowatahadharisha mapema, I'm just a messenger. Manake messenger saa zingine anaweza kuja kwa njia ambayo hukutarajia, because the problem with people, they have expectations. Mungu asipokuja kwa njia ile ambayo walikuwa wanatarajia, wanaona huyu sio Mungu. But there is no way Mungu atakuja kwa njia ambayo watu wametarajia. Kumbuka mawazo ya Mungu sio mawazo yetu, na njia zake sio zetu. So we should be ready to go with the truth, ili kwamba shetani asipate mwanya. Na mimi mtu yeyote hata ambaye ninazungumzia katika channel hii, ukiona nazungumza mbaya, sio wewe ninapigana na wewe, ninapigana na uongo wa shetani. Hata nikawa nasikia msichana mmoja kule anazungumzia hii mambo ya udhamaki. Akawa anazungumzia mambo ya Raila was the gate and is the part of udhamaki. Na jambo ambalo ninaambia watazamaji, muwe macho, manake shetani anajigeuza. Kuna watu wameshika Biblia kuota, kuna wengine wameshika nusu, utasikia mtu anataja Elia, lakini ukifuatilia mafunzo yake ni ya Yezebeli, ni mafunzo ambayo sio ya Mungu, ya Baali. So lazima tuwe watu ambao tutapambanua ukweli na uongo kwa wapi. Manake Yesu ndiye mlango. Ukisoma pale katika kitabu cha John chapter 10 verse 7 to around 12 pale, utapata kwamba Kristo anasema yeye ndiye mlango. Na akawa anasema yeyote naye aliyemtangulia ama asiye kuja katika mlango, huyo ni mwizi. Na wale wote ambao wametangulia mbele, Biblia inasema kwamba ni wezi. Na wezi wametangulia hata katika kazi hii. Na kazi ya shetani ni kuiba, kuua na kuharibu. Kwa hivyo ni sharti tujue shetani anakuja kwa mbinu gani kudanganya watu wa Mungu. Manake shetani amejitahidi kupigana na jambo hili kwa nguvu sana, na haitakikani tumpe nafasi. Manake Biblia inasema in James chapter 4 and verse 7, mpingeni shetani naye atawatoroka. Na hatutaweza kumpinga shetani pasipo neno ama ukweli. Ningeomba tusome in the book of John chapter 10 and verse
verse 7 to 12. Gani? John, barua ya John ama John huyu wa John Gospel. Okay. Anitasoma. Basi Yesu aliwaambia tena, amini amini nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Sasa unaona kwamba Yesu Kristo ndiye mlango. Na unapata watu wanapokujia katika njia nyingine nitaziita madirisha au ni wevi. Na ukisoma in the book of Luke chapter 10 pale Good Samaritan alipoanguka katika mikono ya wanyang'anyi. Sasa kuna watu ambao wanapotosha mambo haya ambao shetani anawatumia, wao ni wanyang'anyi, na watu wamejeruhiwa, maana kwamba watu wanafunzwa vitu ambazo haziko na zinaleta delay na zinafanya watu wanaendelea na utumwa ambao ni wa shetani. Na wakati ambapo shetani anataka kudanganya watu, anainua watumishi wake. Na kuna watu wanaozungumzia mambo lakini unapata wazungumzi katika njia mwafaka. Hata shetani alipotaka kudanganya Ahabu aende kule Ramoth Gilead akufe ama angamie kule, alitumia manabii. Na hata ndio saa hizi ninaona sasa wameinuka kabisa. Wanaambia watu sijui 2027 ni huyu, na venye waliwatanganya hata 2022. So tuwe macho kabisa. Manake deception it is at work. Hao tu sasa mambo yakisha tena geuka kidogo, unapata tena wanajaribu kujiondoa. Sasa wameanza tena kuwalisha. Manake ukishafungulia deception mlango, ndio shetani anakudanganya. Sasa watu wameshaanza kudanganywa. Na kuna mwingine niliona comment section akinirukia, ninaongelea politics sijui nini. I'm not speaking of the things of the world. Kwa sababu hata wewe nikikuuliza, why should you vote for slavery? Sasa shida iko wapi ikiwa I'll sensitize and tell people the reality and the truth of God? Sasa watu wanakosa kutofautisha what I'm speaking of. Kwa sababu watu kwa rahisi kwa kukosoa, lakini ukiwaambia njia iko wapi, wao hawezi wakakuambia. Na ndio mimi niko flexible in a way that hata ukiwa na tashwishi na mimi, call me. Na Mr. Farudhi hapa alisema hana shida na kutupea slot hapa. Tupambanue watu wakapate kuelewa. Lakini hizi masauti zenye zinakuja mingi zinapotosha watu. Acha tusome in Ezekiel chapter 14 and verse 1 pale to 8. Ndipo baadhi ya wazee wa Israeli wakamjia, wakaketi mbele yangu. Ndipo baadhi ya wazee wa Israeli wakanijia, wakaketi mbele yangu. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, hawa wametoa vinyago vyao na kuvitia mioni mwao, nao wameweka kwazo la uovu wao mbele ya uso zao. Je, ni laiki yangu niulizwe na wao katika neno lolote? Basi sema nao, waambie Bwana Mungu asema hivi, kila mtu wa nyumba ya Israeli atwae vinyago vyake na kuvitia moyoni mwake na kuliweka kwazo la uovu wake mbele ya uso wake na kumwendea nabii, mimi Bwana nitamjibu neno lake sawasawa na wingi wa sanamu zake, ili niwakamate nyumba ya Israeli kwa mioyo yao wenyewe, kwa sababu wamefarakana nami kwa vinyago vyao. Kwa sababu hiyo, waambie nyumba ya Israeli, Bwana Mungu asema hivi, rudini nyinyi, mkageuke na kuviacha vinyago vyenu, mkageuze nyuso zenu zielekee machukizo, mkageuze nyuso zenu zisielekee machukizo yenu yote. Kwa maana kila mtu wa nyumba ya Israeli au wa wageni wakaao katika Israeli ajitengae nami na kuvitwaa vinyago vyake na kuvitia moyoni mwake na kuliweka kwazo la uovu wake mbele ya uso wake, kisha kumwendea nabii na kuliuliza neno kwa ajili ya nafsi yake, mimi Bwana nitamjibu mimi mwenyewe. Nami nitaukaza uso wangu juu ya mtu yule na kumfanya kuwa ajabu, awe ishara na mithali, nami nitamkatilia mbali, asiwe kati ya watu wangu, nami
mtajua kuwa mimi ndimi Bwana. Kwa hivyo hizi mambo ya deception, hizi mambo mnasikia kwa manabii wengi, hizo ni mbegu ambazo wanapanda katika mioyo yenu. Na ndio umeona hata wameinuka sasa, wameanza kuambia na mambo ya 2027. The moment wana manipulate akili zenu na kudivert mioyo yenu, unapata kwamba the moment mtarealize mmetenga ama mmeenda kinyume na Mungu, it is too late. Na the more you delay, the more watu wataendelea na kulia. Na wengi ambao unasikia ni manabii hawa, they are just witch doctors, ni waganga tu. Si eti kwamba wanatumia roho ya Mungu. Wengi wanatumia roho ambazo ni familiar spirit. Kwa hivyo tuwe macho. Na hawa watu wanawaweka katika wilderness, wanaweka katika mizunguko. Ningeomba tusome in the book of Deuteronomy chapter 6 and verse 14. Na watu kama hao hawapei suluhu, ni kuwazungusha tu katika jangwa, na hakuna kitu chochote ambacho wanawapa. Ni painkillers tu wanawapea, lakini hawawapei suluhu. Ni kama kukata matawi ya mti. The moment unamaliza kukata huku mwingine tena imemea tena ni mingi. Tutazunguka mpaka lini? So we should seek for a solution. The time has come, we should be pragmatic. Tutafute suluhu la kweli na la kudumu. Sijui kama umefika hapo Mr. Farudhi. Deuteronomy ni Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati ngapi? 6:14. 6 and verse 14. 6:14. Yeah. Inasema hivi, yes. Msifuate miungu mingine katika miungu ya mataifa wazungukao. Not that. Oh, that is 14:16. 6 and verse 4. 6 verse 4. Yes. Okay, 6 verse 4. Sikiza, Israeli. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Yeah. Nienda 5. Yeah, kuna kitabu natafuta, I think it is Exodus. Is it Deuteronomy? I think it is Deuteronomy chapter 1. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Let me look for it. Okay. Deuteronomy chapter 1 and verse. Deuteronomy chapter 1 and verse 6, pole. Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu, akasema, mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Verse 7. Geukeni mshike safari yenu mwende nchi ya milima ya Waamori na mahali pote palipo karibu na hapo, katika Araba na nchi ya vilima na huko Shefala na Negebu na pwani nchi ya Wakanani na Lebanoni mpaka mto huo mkubwa, mto wa Frati. Sasa hao walikuwa wanazunguka mpaka Mungu akawaambia mmezunguka vya kutosha. Sasa shikeni njia mkapate kuendelea katika safari yenu. Na ndio unapata hili jambo la udhamaki wa dao, kumekuwa na mvitano mingi ambayo ni delays za shetani. Na watu sasa wanataka kusikia mambo ambayo yanafurahisha masikio yao, ambayo haiwasaidii. Manake we are after the healing, ama we are after the remedy, sio painkillers. Na ukiangalia katika the book of Jeremiah chapter 6, Jeremiah akawa anasema, wanaadaa watu wangu, wanawaponya majeraha kwa juu tu. Jeremiah chapter 6 and verse I think 14. Tasoma Jeremiah chapter 6 and verse 14. Wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juu tu, wakisema amani amani, wala hapana amani. Sasa unapata hapa watu wanadanganyika na kuadaika tu, kila dayu na hakuna amani yenyewe. Sasa tutabaki tu kudanganywa mpaka lini? Manake wanaponywa kwa jeraha kwa juu tu, hata kwa wale ambao wanasema walitoka katika dini. Na sikatai kutoka katika dini ni hatua moja. Manake ukiwa katika safari na gari lako liharibike, manake currently we are in church desolation. Likiharibika limaanisha safari umefika mwisho. Nikupeleka garage, ukishatoka garage inabidi gari uendelee na safari. Hautabaki pale. Manake the destination of this journey is all about the kingdom of peace, which is the church restoration. Sasa tukisema tubaki pale, tutazunguka mpaka siku gani? So wakati umefika tutafutie suluhu, sio kwamba tuwe tu tunabaki pale kwa painkillers. Na kitu yote ambayo mtu anafanya kizuri ambacho it is outside the will of God and outside the timing and the season of God, unapata kwamba inakuwa chukizo. Maybe you are teaching the law. Sijakataa sheria, na mimi sijasema sheria ni mbaya. Manake Biblia pia inasema in the book of 1 Timothy chapter 1 and verse 8 pale ukiendelea, sheria ni nzuri ikitumiwa vizuri. Na hiyo sio mambo ambayo tunatakana to dwell on it. Manake hata Biblia inasema in the book of Titus chapter 3 and verse 9 pale,
Biblia ikawa inasema kwamba na tujiepushe na ugomvi na mashindano ya sheria ambayo katika hayo haina faida. Sasa watu wamekatalia tu, wanavutana tu kwa wadho na sheria. Sasa ingekuwa kwamba wadho ndio revival, manake ninaona watu wa wadho wanatembea wanasema eti revival sasa ndio hiyo. Ingekuwa eti kwamba revival ni wadho, singekuwa imeshaanza kwa Wayahudi. Manake Mr. Farudhi, let us just think literally. Kuna mtu anajua sheria ya Mungu kuliko Wayahudi? Hapana. No. So we should not dwell there. Na si eti kwamba mimi napigana na sheria, tuache mabishano yenye itatusaidia. Manake wale Wayahudi ukisoma Biblia inasema hata kwamba wametiwa nini? Wamefunikwa macho, wamekuwa vipofu. So Mungu sio mjinga aseme kwamba revival has to begin from Kenya. If it could be law is enough. Ingekuwa ni enough, ingekuwa kwamba revival imeshaanza kule kwa Uyahudi hata. Lakini sasa wakina Mwangi, wakina Kamau, wakina Chege, sasa wanajifanya sasa wao ndio wanajua sheria kuliko Wayahudi. Na mimi ninasema ikiwa wanajua Biblia na wanajua sheria kuliko wewe, wakuje na Biblia yenye waliandika wao. Ndio kwamba ukiambia Nandwa hii ni mbaya, unionyeshe yako yenye uliandika. Because hatuwezi tukapigania kitu yenye hata sio sisi tulianzisha. Let us achieve the matter first. Tukisha ufalme uanze, mengine tutarekebisha baadaye. Sure. Hata kama ni scrolls zenye haziko huku, ziko kule kwa Wayahudi. Ndio tutatafutilia ziko wapi. Lakini wewe unazungusha tu watu hapo na wadho. And you don't know more than that. People are after solution. And I'm not fighting anybody. Mimi ninataka suluhu. Kwa sababu jambo hili imeingiliwa sasa ni vita za kimwili. Ni kama siasa za dunia na machafuko tu. Eti ni huku. Mtazungusha watu wa Mungu mpaka lini? So watu tuwe macho. Manake ukiangalia kuna wakati wenye in the book of chapter 16 and verse 23. Peter alipokuwa Yesu anamwambia wakati ule atakuja na afanye nini? Apitie mateso na nini. Peter akamwambia haiwezekani. Peter akawa na reason kimwili. Akamwambia, Yesu akamkemea, songa nyuma yangu shetani. Kwa sababu Yesu alijua this person I understand more than that. Go behind me, Satan. Yes. Na unapata kwamba Yesu alijua huyu ni kikwazo. Shetani anajaribu kuleta contradiction. Na si eti kwamba Peter hakuwa mtume wa kweli. Wakati huo walikuwa bado ni vipofu. Sure. Ukisoma in the book of 24 and verse 45 of Luke, Biblia inasema Yesu alipokufa akafuka akarudi na akafungua wanafunzi wake mawazo. Wakaanza kuelewa na maandiko. Ndugu yangu Farudhi, Biblia hata mimi sijaijua yote na uwezi jua yote. The Bible is the mystery. So unaenda kwa awamu, kitu yenye nasumbua watu wanajifanya wajuaji sana. And the more unakuwa mjuaji ndio shetani atatake advantage, utaanza kudanganya watu. Kweli. And that's why I tell people hata mimi sio habinga. I just follow what God has told me and penye Mungu amenifikishia katika maandiko na ukweli wake. Sure. Lakini ukijifanya wewe ndio unajua Biblia sana, unatoa hii mstari unaleta hii eti hapa ndio walitoa Paulo sinijui. Wewe kama hauna yako, ni kuzungusha watu unazungusha. Na the more unazungusha watu, the more shetani anateka advantage. Walio ataanza kusozana. Hata walio wengine sasa wakisikia watasema Nandwa alilipa na Wakikuyu azungumzie. Na sio hivyo. Sasa mimi ni kama tu nimebeba nyororo ya kuunganisha kabini na winch. Lakini sasa naona hata saa zingine watu wanandukia na shangaa sasa hii. Because there is something Mungu alijua he has put in me. Yenye akileta hapa perfect kazi yake ama kazi kamilike. Lakini sasa wengi wamechukua ni kama tribal. Wengine wanachukulia kimwili ambayo haifai. Hata ukiangalia Malchus in John chapter 18 and verse 10. Malchus alikata Yesu, alikatwa na Peter. Yesu akamwambia it is not time. Manake Yesu alikuwa anaenenda kulingana na majira na nyakati. Lakini akajua hata vita hazistahili za kimwili. Na akajua kuna wakati sasa itahitaji vita. Na Peter walipitia mambo mengi sana. So hata kama unafanya kitu na it is not in the timing of God, unaweza kuwa kikwazo. So Jesus Christ is the fulfillment of law. Ukisoma in the book of Matthew chapter 5 and verse 17. Kristo anasema hakuja kutoa sheria. Alikuja kufulfill. Manake sheria ilikuwa imepungukiwa. Sheria peke yake haiwezi kusimama. Sasa Yesu akakuja akaiperfect. Na ndio ukisoma in the book of this is 2 Peter chapter 3 and verse 16. Peter anasema Paulo kwamba alifunuliwa mafunuo makubwa sana na Kristo ambayo wengi ambao hawajamakinisha wanayapotosha. Sasa kuna watu wanapotosha maandiko kwa kutayaelewa. Na ndio nimeambia mtazamaji na muumini wa Kristo, don't go beyond what God has given you. Na isiwe kwamba ni migawanyiko na mapigano ambayo haina maana. So let us be cautious na tujue kwamba shetani yako katika kazi na anajaribu kuhangaisha watu wa Mungu. So sheria, Kristo ndio mwanzo na mwisho wa sheria. Na watu wengi wakisikia kitu kama hiyo wanaanza sasa arguments.
Na hata ukisoma in the book of Galatians chapter 4 in verse 1 to 2, mrithi anapokuwa mdogo hawezi akaaminiwa katika urithi wake. Lakini anapomachua, Farudi wewe ukiwa na watoto wako, kuna mtoto tu unajua anakuanga very responsible. Hata ukitoka wiki, hata utampigia simu as long as chakula hiki anajua wenzake watakula na nini. Sasa hivyo ndio Mungu wako, the more Mungu anakumakinisha, hata hatutahitaji sheria. Maana Biblia inasema imani itakapokomaa hata hatutakuwa chini ya sheria. Na the Bible says sheria imewekewa waovu. Kisoma in the book of 1 Timothy chapter 1 8 to 9 pale. Imewekewa waovu, watu wasiojua Mungu na wasiotii Mungu. Sasa ndio unapata kwamba tujue nyakati na majira. Tukisoma in the book of Jeremiah, let us read in the book of Jeremiah 31 book of Jeremiah 31 in verse 31 to 34. Jeremiah 31 to 34. 31 to 34. Haya, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana, maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Achia pale. Na ndio unapata ukisoma in the book of Habakkuk chapter 2 and verse 14, Mungu anasema kwamba atajaza dunia na utukufu wake na hekima yake. Sasa ikiwa Mungu alishaweka sheria yake kwa mioyo ya watu, wewe unapigia kelele ya nini? Maana Mr. Farudi, mimi kuna vitu hata I don't condemn. Hata there are some my sisters, hata unakutana na yeye pengine amevaa kitu pengine kafupi, akiona watu unaona anasongea. Huyo mtu tena utamwambia wa nini? Anajua. Ni venye tu sasa pengine wakati hujafika. Ni Farudi, I thank God kwa sababu mimi hakuna hata siku kuhubiriwa ndio nikageuka. Mimi I remember siku yenye Mungu alinitembelea. Nilitoka hiyo siku nilikuwa nimetoka club. Kawa nimelewa na nini, nikafika nyumbani hata nilikuwa na kapikipiki nikashindwa kuingiza. Nikaona hii maisha hapana. After that ndio Mungu nikaona hii sasa tena nikuanza kupea wazazi mzigo na nini. Mimi mwenyewe kufika asubuhi I went and told my mother sitai kunywa pombe. Na hapo ndio niliachia. Sasa ukiona nikiambia watu wa sheria na nini, there is something more than that. Na ndio unaona hata watoto wa mapasta wengi, hata wengi wanaacha njia ya Mungu. Kwa nini? Pastor anaambia watu fanya, inayafanyi. Sasa inakuwa ni kama ile Matthew chapter 23 Mafarisayo. Wanaambia watu, wanaweka watu kwa mizigo, kwa mabega, na hata wao waguzi na kidole. Lakini Mungu akifunza mtu, hautasumbuana na yeye. Wewe angalia watoto wa mapasta wengi, kwa sababu anaona kitu yenye my father anaambia watu, it is different na yenye anafanya. Sasa naona hii ni scam. Lakini mtu mwenye Mungu ndiye ufunza mtu. Na sikatai tu watoto wa mapasta wote, manake kuna wenye Mungu anajilia. So it is all about God himself. Na Mungu walio wake aweza akawaachilia. Sasa wewe mbona to waste time na kuambia watu tubu, sijui rudi, sikatai. Hata kuna wakati wenye Jonah aliambiwa aende Nineve, ambia watu wa repent. Na Jonah alikasirika sana, manake alikuwa ana expect Mungu ataangamiza. But God had prepared the hearts of those people, wakarepent. Sasa if God what people should know is that if anything is exalted more than Christ, it is an idol. Even if we exalt the law more than Christ, inakuwa sasa ni kimuungu. Manake watu wa sheria venye ninaona wengi, they forget about Christ. Wanaona ni wao sasa. Na kumbuka Mungu akiangalia chini ya dunia anaona hata hakuna mtu. Hakuna. Sasa watu wa sheria, they exalt themselves, self-righteousness. Na ndio Yesu in the book of Luke chapter 10 pale alipokuwa na ule mwalimu wa sheria, Biblia inasema kwamba alijaribu kujustify yeye ako righteous. Na sisemi kwamba dhambi ni mzuri, but there is something we should do more than that yenye watu wamedwell on, ambayo it is just delay.
So anything una exalt kuliko ile. Remember somebody like David. Mimi sidhani kama tena Mungu anasema kwamba David was his friend. Kwani David si alikuja akachukua mke wa Uria akakosea Mungu. Sure. Na sisemi eti kwamba na support dhambi. Watu wasinichukue vibaya. Utakana wanielewe. This is what, the law you cannot achieve minus Christ. Kivyaka uwezi uka-overcome the law. Kidogo tu Mungu akikuachilia wewe ni hivyo. Mwili ni dhaifu. Sasa sheria peke yake haiwezi ikasimama. So watu tuache hii mambo na mabishano mingi ambayo haina maana na haitatusaidia. There is a step that we should make. We should deal with the solution, not the painkillers. Tutafute suluhu iko wapi. If you want to do away with the product ama chakula fulani iko na sumu, deal with the supply and production. Sure. Mimi ndio huwa nasema achana na washirika. Mimi hata hao sinanga shughuli na wao. Ni Mungu tu awasaidie, na wakati ukifika wafunguke macho. Shida ni mapasta na manabii wa uongo. Hao sasa ndio suppliers. Na system ambayo ni ya shetani. That is what we should be dealing with. Kwa sababu Mr. Farudhi ni ujinga mkubwa sana. Ikiwa mtu ataweza acha pengine moto uko pale na mtoto ni mdogo. Mtoto kama miaka 2. Upate mtoto amechomeka na unaanza kupiga mtoto. Sasa wengi ni watoto. Lakini ukitaka kusaidia huyu mtoto, hii moto uitoe tu. Ama sumu uitoe hata kula. Lakini tukiishia unalaumu mtoto, tutaishia hapo mpaka lini? Ni kama hatujamachua. If you are mature utaondoa kitu yenye unaona hii ni kikwazo kwa mtoto wangu. So let us deal with the production and the supply. Hiyo ikiondoka automatically watu watafuata tu Mungu, kwa sababu sasa shetani hata wapotosha. Lakini wewe unaambia watu huku na inakaa kama dini tu. Kwa sababu wewe watu wametoka dini, yes, na unaambia watu watoke, yes, but after that what is your solution? So the law dwells on the present and the past, but grace and mercy of God, it dwells ama haja yake inakuanga to the destination. Sure. Sasa watu wa sheria ndio unaona atakukumbusha mambo yote hata kule nyuma ambayo sio suluhu, but Christ is after your destination. Na hapo ndio watu sometimes wanakosha kuelewa ni nini kinaendelea. Unakumbuka mtu kama Rahab, ukisoma in the book of James chapter 2 and verse 25. Rahab was justified because of faith. Na jambo lenye alifanya, aliweka the spice of God wenye walikuwa wameenda kuona ile nchi inakaaje, akawa justified. Sure. Najua kuna watu waliuliza na huyu Rahab amekuaje, lakini I'm sure huenda Mungu venye hao watu walimtembelea pia akageuka kuanzia pale akawa mtu tofauti. Sasa kuna mtu atakosa, Rahab hawezi kosa kwa Mungu. So hata ukiangalia ule mwizi in the book of chapter 23 of Luke and verse 23:39 to 43. Ningeomba tusome pale kwa haraka. Kitabu cha Luka 23 kuanzia 39 kufika 43. Luka 23. Yes. Kuanzia mstari wa 39 39 to 43. na 39. Yeah. Hadi 43. Yes. Na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, "Je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi." Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, "Wewe humuogopi hata Mungu? Naye yu katika hukumu hiyo. Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu. Bali huyu hakutenda lolote lisilofaa." Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako." 43. Yesu akamwambia, "Amin, nakuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi." Si Yesu alimwahidi ufalme? Kuna jambo gani alifanya zaidi? Kama watu wa sheria sasa aliqualify aje? Because wengi wana despise grace. Hata nilisikia mwingine akisema ujinga sana akisema sijui neema ni ya grace ni ya mashetani ama nini. Nakwambia my brother, don't dare fight what you don't know. Kwa sababu huyu mtu kwa sababu ya imani akachukua hatua akamwambia Mungu unirehemu. Na sasa watu wa sheria wangeangalia amefanya nini na nini. Nini yenye alifanya hapo imemqualify? We don't qualify for anything. Ni rehema za Mungu tu na neema yake alituita. Na tusipojua hivyo tutaanza kujipiga kifua tukiona ni kwamba ni nguvu zetu zimefanya.
Naona hata kama ule mama mwenye ana trend, ule mwenye video zake zililiki juzi kwa mtandao. Watu walimkashifu nini. Lakini alitoa point, nikasikiza. Nilikuwa na shida sijui ya school fees na nini. Niliona akiongea mambo pale. Mtu wa sheria anaweza mkashifu sana. Nilikwambia Mr. Farudi, let us look for a solution. Sure. Mama kama ule, shetani alimjaribu akamweza kwa sababu ya shida. Lakini alituba akasema hata Wakenya mnisamehe. Unajua wapo wengi wameshindwa kupita jaribio kama hilo, ni vile hawakujulikana. Ni kweli. Lakini ni wa kwanza kukemea. Sasa ndio nilikuambia hata kule Koinange, Mungu ako na watu wasalia wake wako. Kweli? Umeamini sasa? Sasa watu tusiwe rahisi tutafute suluhu. Ule mama alikosa tu mtu mwenye anaweza msikiza. Kweli. My brother Farudi, watu wako tayari kukashifu kishaanguka. Lakini wakati hata unataka mtu wa kushika mkono hakuna. So tuache unafiki, hypocrisy. Watu wa dini, udini ni mbaya sana. Wanaitwa the paganism. Hani wale ni kujifanya ni wa Mungu, wakivaa mavazi marefu sasa wanaona wao sijui nini. Na sisemi eti mavazi mafupi, mimi hiyo sio yangu. Mungu hajaniitia mambo. I'm looking for resolution because watu wamekwamilia vitu vidogo vidogo instead of looking for resolution. So ule mama mimi niliona akisema, nikafurahi sana, manake alijieleza akasema, lakini it is good time we listen unto some people. Sure. Tusikize watu. Mtu anaweza taka tu msikize na akisaidika unapata shetani hata mshinda. So Jesus is everything in the reality. Yesu ni kila kitu katika uhalisia. Ukisoma Hebrews chapter 10 and verse 1, Biblia inasema Torati ni kivuli ya mambo mazuri yanayokuja. Na hapo ndio wengi walimu wa sheria sasa hawataki kusikia hizo vitu. Yesu Kristo ni kivuli cha mambo mazuri ambayo yanakuja. So tusome for example, ukisoma in the book of nitajaribu tu mtazamaji atasoma mwenyewe. In the book of John chapter 5 and verse 1 to around kielekea kule 16. Hii ni tower of ile ni kisima cha Bethsaida. Kidimbu kile kilikuwa kimechimbwa, mtu alikuwa maji akitibiliwa na malaika, mtu akiingia pale anapona. Na kulikuwa na mtu amekaa hapa miaka mingi sana. Yesu alipofika kule akasema yeye hana mtu wa kumrusha kule. Sasa ukiangalia katika maandiko, Biblia inasema eti kisima kile ama kidimbu kile kilikuwa na matao matano. Na matao matano is the fivefold ministry of Jesus Christ. Kumbuka Jesus Christ is an apostle. Ukisoma in the book of Hebrews chapter 3 and verse 1. Is also a teacher. Ukisoma in the book of Matthew 23 and verse 10. Is also an evangelist. Is also a pastor. Ukisoma in the Psalms chapter 23 and verse 1, Hebrews 13 and verse 20. Utapata Yesu Kristo is everything, is the perfection now. Lakini hata utaona matapeli wako. Hata niliona Apostle Msili baada anafanya vitu za healing pool. Eti watu sijui maji na kuanga pale watu wanapita. Huo ni utapeli na watu hawataki kufunguka macho. Sasa wewe, if Jesus Christ is the pool, tena utarudisha watu kwa maji ile aje, and Jesus Christ the Spirit is the pool. Tena unaendeleza ile. Unapata ile ilikuwa for that time. Na ndio ninataka watu wa sheria mnisikize. For that time it was the shadow. Ilikuwa kioo. Yes. Now the reality has come. Yes. Jesus Christ is the reality. Tena tutarudi kutengeneza hizo at the pool of Bethsaida kweli. Watu watoke kwa wana, tutige wana. Hata mwingine nikawa anasikia akisema eti mtu kutairiwa, watu watairiwa ya ngozi ya nyama. Kwani damu na nyama avirithi ufalme? Eti ukiwa kihe, mnaita kihe. Eti ukiwa kihe, eti hauwezi ukaenda kwa Mungu. Hiyo ni ujinga. Tutoke kwa hizo vitu. Let us think beyond that. Those are catchers. Yes. So na unapata hizi ndio vitu watu wanapotezea muda mrefu wakibishana na mabishano ambayo haina maana. So why tell people to go back kwa vitu kama hizo? Hata nikaona wewe Msili mwenyewe baada akawa kwa video nyingine TikTok anaambia mtu eti wewe ninakuita nikuje nikuombee kupe baraka na umekaa, mtu amekataa kukuja. Mimi nikikwambia hivi niko na hata sihesabu magari, niko na ndege. Sasa hani watu hata wewe unaambia ndege na umepora watu pesa ndio zenye umenilia ndege. Kama sio kupora gawa ubaki bure tuone kama wewe ni wa Mungu. Sasa sometimes ninaona ni kama watu wanakejeli watu, wanatumia maskini kujinufaisha. Na watu kama wale nikiwaona hata silauma hawashirika. Ni venye wametekwa nyara wamefungiwa pale in the cage. Sasa mimi nikipambana na akina Msili. Na ndio watu hata waadhimi naambia mko na gari mzuri, msikuje tupige na tuache mambo ni sasa tutafute suluhu, because me I'm telling you Farudi, na sio kujigamba. Na platform ikipatikana, mimi hawa pastors nikipewa hata 1 hour hata 20 minutes is enough. Na ninataka Wakristo ama Wakenya tujue kwamba mnadanganyikiwa wapi. You remember kuna tax force ambayo ilikuwa ya kuregulate denominations. Sure. Na you remember in 2014, around 2014-15 venye Kanyara alikuja akakuwa na scandal. Na Ruto that time alikuwa deputy na Ura was the president.
akawa anasema, hata kuna video niko nayo, alikuwa anasema eti kwamba hao watu wenye wanauzia wapanda mbegu wetu wa mbegu watakuja tuwaweke kwenye seed, wafanye katika idara hiyo. Sasa hao watu wakainuka, wakarushia Ruto uoga na Uhuru mpaka wakaingiza baridi. Mpaka Makaruki wakasema organize watu wafanye maandamano. Na huyu mama anaitwaje? Huyu mama mwenye alikuwa MP, huyu mwenye anakuwa hapa Railways, Wanjiru. Yes. Wakasema organize, wakapiga mdomo, akaingiza Uhuru na Ruto baridi. Sasa hata hao Ruto akaona hapana, akasema hata tutasema watu wasiwapigie 2017. Uhuru kusikia hivyo na Ruto wakaingiza baridi. So the same Makaruki tax force, sasa mambo ya Shakahola venye litokea ndio tena wanawekwa mbele kwa tax force hii ya Mtava Musyimi. Sasa yeye tena mwenye alikuwa anasema hawataki regulation ndiye anawekwa kwa kuregulate. Kwani ni nini yenye ilikuwa inafanyika kwa dini yenye haikuwa inafanyika yenye imefanyika ndio sasa akubali regulation? Ama ni Makaruki tofauti wa 2014 na Isa hivi sasa kweli? Na ndio tena unapata wao ndio wamekuwa mbele wenye walisema tutaki regulation, sasa wao tena ndio wanawekwa mbele. Sasa mtu kama wewe atatusaidia aje? Na ndio unaona ni kutuzungusha na kuchezea ushuru wetu. So the time has come wa Kenya, tuache kuzungushwa. Ikiwa njia ipo, mbona tupapase kama vipofu? Na Makaruki mimi nataka kuja jitetee kwa Wakenya. Manake mimi mtu hata akiwa na neno asiwe na farudhi, akuja nitaweka namba yanga nitafute. Wewe wa 2014 tofauti iko wapi na wakati wa Makenzi yake nilipua? Na kwa nini useme yako isifungwe na zingine zifungwe? Na hata hao watu wenye wataregulate, mimi ninaomba hii hata ifikie Ruto. Manake hao watu kitambo regulate, mimi waniite tu nikuje nikague wao ni wa kiroho ama si wa kiroho. Manake unapata the problem that we do have, unatuma suspect kutafuta mwizi. So people are tired na utapeli na scams. Sasa wale wenye walikuwa sijui nini na wameingiza Ruto baridi, hata wao sasa ndio unapata status wanaenda kule ambaramba sana mapasta, na ndio wanadanganya kabisa, wanadanganya Wakenya. So the time to play games na neno la Mungu imefika mwisho. So watu tuache mabishano na tutazamie Kristo. Manake everything is referring to Christ. Hata sheria ukisoma in the book of Matthew chapter 11 and verse 13, everything Kristo ni nabii, Kristo ni everything. Sasa let us refer and look upon Jesus Christ. So we should know the schemes of the devil. Hapo tutashinda shetani. Tusipo simama wima hatutashinda shetani. Na hao watu Mr. Farudhi manabii wa uongo wakitafutwa na serikali wanajificha kiroho. Ukiwatoa kiroho wanajificha kwa serikali, freedom of worship and religion. Sasa naambia Mr. Ruto niachie hao manyang'ao. Tupambane na wao. Manake wataibia watu wetu mpaka lini? Lakini sio mapasta wote. Na hata wengi walio ukweli hata wasikiki. So what I can urge President William Ruto, jamaa waachilie, tuwapepete. Hata siku moja itaisha. Manake tax force imekula ushuru wetu na hakuna results tunaona. Watupee muda tuwapepete kama kitu kingine. Watu wawadho sikatai sheria ni mzuri, lakini msidelay watu. Tuachane na mavutano yenye haina maana. Wewe kama hauna boy yako, Jeria ana yake, Nando ana yake. Mimi ukianza hizo vitu za kutoa hii na kuweka hii leta yako kwanza, tuanze na yako. So tuende na venye iko, penye Biblia imesimama, hapo ndio tutasimamia. Manake jambo la ufalme njia ipo. Isiwe kwamba tunapiga ni kama kelele na siasa za dunia. Yeah. Well, thank you so much. Haya. Anaitwa Conrad Nandwa. Ingekuwa ule wakati wa Yesu, basi unge wacharaza viboko. Ngawatandika. Aunge wahurumia. Watatika. Lakini unajua hakuna kitu mbaya kama unatazama watu wakifanya ama wakipotosha watu na kuwapeleka njia isiyofaa. Kweli. I mean, you feel bad. Yet kuna watu wamewekwa katika hizo task force wa kuregulate. Na haujui wanachukua muda gani ili ndio hiyo ifanyike. Hata nilijaribu kuwafuatilia. Wale watu ukifika huko hata kupewa muda ni wanapanga watu wa kuongea huko. Wakisikia mtu kama Nandwa utafungiwa huko. Kwani uwararue? Sasa ndio naambia Mr. Ruto tuachilie hao watu, watoe kwa sheria huko. Tuwapambane na wao huko. Manake ili sio jambo la ni jambo la yenye limebeba uzima na uhai wa watu. You can imagine an issue like ile ya Mackenzie. Nimeacha juzi watu wakiendelea kufukuliwa. Sasa tutaishi hadi lini? Labda kuna wengine wanazikwa saa hizi na hatujui. Ni kweli. Next you skip pia wanafukuliwa. So we need to get serious when it comes to issues and matters
especially ya kanisa, because I know Kenyans are so spiritual. Therefore kukulagawiwa inakuanga rahisi sana maana wanapenda Mungu. Sinakwambia hata Mount Kenya. There is I tell people, unajua mimi sipendi kudanganya watu. Mimi hata venye nilianza kuhubiri, nilifanya research kimwili na pia kiroho. Kweli. Hakuna watu wanapenda Mungu kuliko Kikuyu. Because nilitaka kujua what is the secret. Sikata, na ndio unaona shetani huko ndiye ameinua tena matapeli wengi. Na kanisa ni mingi. Na ukiangalia most of the most controversial preachers. Hata wale wamekuwa exposed kwa television. Wengi ni wa Kikuyu. Hata ndio Waluya wanakuja kusomea huko. Au ndio walimu. Lakini huko ndio unapata Mungu ameficha siri yake mzuri. Sasa ndio unaona Mr. Farudi mimi mtu akinipiga ninashangaa sana. Na mimi sina ubana wa mtu. Hata mimi hata hawa watu hawa. Manaka hata kuna mmoja nilipambana na yeye David kidogo, tulifanya interview vale tukavutana kwa mambo ya Paulo, sasa nikamujiuliza mtu tunamaliza show off camera na mimi sipendi uongo. Ana quote kitabu ya this is Ephesians chapter 4 verse 26. Biblia inasema ukikasirika isifike jioni kama bado uko na machungu. Amekataa Paulo lakini ana quote maandiko yake. Sasa nikajiuliza how confused is this guy? Sasa ndio ninasema tuachane na hii mivutano. Na tutafute suluhu. Okay. Manake Agikuyu the custodians. Na mimi ni mtu tu nimeleta nyororo ya kuunganisha hii na winch. Kweli. Ili kwamba tupate suluhu. Tusiishie mivutano ni kama ya dunia. Okay. Na vile vikao kabla nisahau nilikuja nikakuwa na challenge kidogo kwa sababu ya matanga ya Raila na nini, na pia kuna vitu ambazo sijapata kwa ajili ya rallies. Hiyo ndio wiki Raila alikufa. Wow. Sasa ikakuwa ngumu. Lakini nafikiri ni kitu tutapanga pole. Na najua itafanyika hivi karibuni. Na hata umeona nimeambia watu wako na instrument mzuri. Mimi wakitaka tufanye nini? Bora tuache hii mabishano. Okay. Na mimi siko eti exposing yenye wanafanya sikatai ni mzuri. Hata mimi umeona nimeandika kidogo. But that is not the main. Kwa sababu kuna tapela yako kule Uluyani kwetu kwa kijiji. Hata wewe umejui. Utamfikia aje? Sasa mimi nataka tungoe engine. Ukingoa engine gari itazima. Sasa si eti kwamba tuishie itabaki mpaka lini? So I want solution. Okay. Yeah. Thank you so much Conrad Nando Shepherd, mtumishi wa Mungu. Asante sana kwa kuweza kuongea ukweli. Wajua saa zingine wa Kenya hawapendi ukweli. Na nafikiri sio wa Kenya tu. Wa Tanzania tushajua hawapendi ukweli. Haya. Haji tunasema wa Kenya sana. Kumbe hata majirani wetu pia hawapendi ukweli. They are fulfilling the prophecies. Unajua ukisoma in the book of 2 Timothy chapter 4 and verse 3. Wakati utakuja, hawatapenda ukweli. Watataka mambo ya kuwafurahisha. Ningekuwa Mr. Farudi ninauza mafuta manini. Unajua mimi chenye Mungu nafurahi yeye amenipitishia hatua. Hakuna kitu utanidanganya kwa dini. Sasa utanidanganya nini na nilikuwa huko. So watu tutafute suluhu. Okay. Tuache vitu zenye tunatufurahisha na kutufeva. Sawa. Tutafute suluhu. Si yule wa Tanzania. So thank you so much. God bless you so much. Kwa sababu ya kutusikiza. Na nafikiri pia tutapata nafasi nyingine pia ya kumpea. Probably next week but one atakuwa tu hapa ili tuendelee kuambia ukweli na tuendelee kuongea, because we have to speak. This is our time. Lazima watu wajue ukweli, na ukweli utawaokoa na utawasaidia, kwa sababu the only problem we have in Kenya is having too many fake and false prophets. Wamefanya wengine wazuri waonekane wabaya. Tukolekelia hautafanya na roga mereirwa ni Express Terazo Center. Kabla tusahau patiana nambari yangu ya simu. Na pengine ule kuna watu nataka niwashukuru Mr. Farudi. Kuna watu wametuma contributions zao, watu wanaendelea kutuma. Na mtu yeyote ukiwa hata na 10 hata 20, because mimi najua kutoa situkio kwamba uko nayo mingi. Umejinyima. Kuna mtu anataka kula nyama atasema nitakula kakuota na kidogo nitume kwa kazi ya Mungu. So ukiwa na 50 20 nini nataka ninunue maspika, ninunue nini, nitashukuru. Na cha kushangaza watu wenye anatuma sio wa Kikuyu peke yake. Mluya nani, so hii ndio kazi itaunganisha watu wengi. So my number is 0724 714 939 0724 714 939.
Mainda Mega. Okay, thank you so much. Tafadhali unakuruga Merino ni Express Terazo Center. Oya nabashia ushia dimo 0798333000. 0798333000. Nikine kukwatashia kore ya Mwalimu Farm. Oya nabashia dimo ni 0798008008. 0798008008. Wali na andie kana wali na CEO Rosemary 0710550894. Tukurekeria hau. God bless you so much. Gutigana ndumereri cia wonjoria. Mwihigithia tokoro hindo yate Mwalimu Farm ikoragwo Ruiru. Ndoiga Ruiru tondu ere Ruiru East, Ruiru constituency, Gatong'ora ward. Ona gutuika ingi moigaga ne thutha wa Kamakis, no ndikuregana nao tondu kuma haria Quickmart supermarket ya Rwai no ndagika 15 nginya 20 kurigana na speed yaku. Na pati iria nene ugithie kuo ni Rami na nikio Side Point Properties Limited. Turakurehera Amani Gardens ndagika 5 kuma bara ya Rami iyo yerekeire Mwalimu Farm, thitima, borithi na cukuru ya Mwalimu Farm Central School irio Harugito. Brotishi ni cia 50 by 100 no renderio milioni 1 na 190 ukigura cash urihe kwa ihinda rĩa mĩeri 3 kana milioni 1 na 240 ukigura na installment kwa ihinda rĩa mĩeri 6. Deposit no shiringi 200 na thogora uyu ni title deed inclusive. Ukawigurire riu wakiurigania na majirani yaku. Uhoro makiria aria na Faruthi kugerera 0798008008 kana CEO newe Rosemary kugerera 0710550894. Side Point Properties Limited. Ukawigurire kundu takaimo title deed. Walipokuwa wakijenga walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya Terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo. Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798333000. Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it.